Kwenye siku hizi mbili tutajifunza somo ambalo nimelipa kichwa cha habari Roadmap to Peaceful and Successful Future, au ramani ya kukufikisha kwenye kesho ya amani na mafanikio. Watu wa Mungu, ukiangalia jengo kama hili, for it to be the kind of a building that it is, kuna a lot of components ambazo zimetumika kuzijenga. Ili jengo mpaka limekamilika, tumekaa hapa tulivyokaa hivi, kuna components nyingi sana zimetumika kulitengeneza na kulijenga kuanzia kwenye msingi. Na maisha yako pia ni kama jengo. Kila siku chochote unachokutana nacho, chochote unachokiexperience kwenye haya maisha ni components ambazo Mungu anazitumia kujenga maisha yako. You are a product of the experiences you have had in your life. You are the product of the different knowledge you have come across with in your life. Sasa nataka ufahamu kama kijana, nataka ufahamu ya kwamba Mungu anataka kukupa future nzuri. Na Mungu amekusudia uwe na kesho yenye ushuhuda. Mungu amekusudia uwe na kesho yenye kumpa utukufu. Mungu amekusudia uwe na future ambayo watu wakikuangalia watamtamani Mungu wako. Inawezekana you are coming from a background about it doesn't promise you a good future. Inawezekana you are coming from a poor family. Lakini nilikuwa nafundisha mahali nikawaambia your background should not put you on the ground. Simply because you're coming from a dark background, simply because you are coming from a poor background, still that does not determine what your future will be. Because when God wants to give you a good future, when God wants to bless your tomorrow, when God wants to bless your life in the days to come, He does not consult your past. So I wanted to settle in your mind. Hamtaishia Dodoma tu hapa CBE. Hallelujah. Kuna mahali Mungu anawapeleka. Hallelujah. Some years to come, some of you mtakuwa mawaziri, mtakuwa madaktari, mtakuwa wafanya biashara wakubwa. Praise the Lord. Anasema kwenye Yeremia 29:11, anasema kwa maana ninayajua mawazo nilionayo kwa ajili yenu. Kwenye tafsiri nyingine anasema kwa maana ninajua mipango nilionayo kwa ajili yenu, asema Mungu wa majeshi. Anasema ni mipango ya kuwafanikisha, wala si mipango ya kuwadhuru. Ni mipango ya kuwapa tumaini katika siku zijazo. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo ukisoma neno la Mungu, you get to know the mind of God concerning your future. Ukisoma neno la Mungu, you get to know what God is thinking about your future and about your tomorrow. Praise the Lord. Anasema concerning your future, He has a plan. And He does not just have any kind of a plan. Anasema ninajua mipango nilionayo kwa ajili yenu. Anasema ni mipango ya kuwafanikisha. Ni mipango ya kuwatendea mema. Ni mipango ya kuwapa maisha ambayo yanamrudishia Mungu utukufu. So I want that to settle in your mind first, kwamba God has good and better plan for your future.